Asifiwe tena. Amen. Kama nimekuwa limited lazima nimshukuru tu Mungu, nimshuhudie kwa sababu yeye ndiye ataniongoza mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa kuniwezesha kuniweka hai tena, kwa sababu anajua kunayo pengo, lazima nikaweze simama. Ninashukuru kwa hayo yote. Amen. So tutaenda tu katika maandiko, tunakimbizana na masaa, lakini najua lazima tukaweze fanya ibada ikamilike. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Naomba tu tukaweze enda katika kitabu cha Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu mlango wa 9. Yohana Mtakatifu mlango wa 9. Tanzia mlango wa 3. Before tuanze, ujumbe wangu unasema kwamba you are appointed for a purpose. Bwana Yesu asifiwe. You are appointed for a purpose. So hauko mahali hapa kwa ajili tu lazima tu uingie, ama kwa ajili tu uonekane. Uko mahali hapa na sababu na kusudi, na lazima tukaweze timiza hilo kusudi letu ambalo tuko nalo, ama hilo jukumu letu ambalo tumepewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. John chapter 9 verse 3. Biblia inasema ya kwamba Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi ya Mungu zidhihirishwe ndani yake. 4. Imekupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana usiku waja usipoweza mtu kufanya kazi. 5. Muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Amen. Achia tu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Let us pay attention in the house of God. Let us respect God. Watu tukaweze tulia na tusikize neno, tujue ama tutambue hii neno liko na ujumbe gani, ama linatufundisha, linatuelimisha nini, linatuhimiza tukaweze fanya nini. Maandiko inasema ya kwamba Yesu akawaambia kwamba huyu si kwamba alisaliwa kipofu kwa ajili ya dhambi zake wala wazazi wake, bali Mungu alitaka akaweze jitukuza, akaweze jidhihirisha, kazi yake ikaweze julikana kupitia katika udhaifu ya huyu kijana aliyesaliwa kipofu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mwingine pia unazapitia mambo mazito, mambo ambayo hautarajii, ambayo naona sasa umefika mwisho. Watu watakuchekelea, watakudharau, watakukejeli, lakini si kupenda kwako, ni kupenda kwake Mwenyezi Mungu. Kwa maana anajua kile ambacho anafanya, anajua kile ambacho amekupangia. Anataka kaweze julikana kwamba kama sio yeye haungeweza kutoka katika hiyo shimo. Kama sio wewe, kama sio Mungu, hungejitoa katika ule mtego. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Ukiendelea ujumbe wangu uko mahali unasema ya kwamba, hebu nisome ile nambari ya 3, nambari ya 4. 4 inasema, imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana usiku wacha isipoweza mtu kufanya kazi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema imempasa kufanya kazi ya yule aliyemtuma. Imetufanya kufanya ile kazi ambayo Mungu ametutuma, kwa sababu hatutumiki mwanadamu, hatufanyii mwanadamu. Hii kanisa si ya mwanadamu, ni ya mwenyewe ambaye ni Mwenyezi Mungu. Ametupa majukumu ya kufanya, ametupa kazi ya kufanya. Ndio sababu leo hii bado uko mahali hapa. Ndio sababu leo hii uko mahali hapa. Mungu ametuwezesha, ametupa nafasi nyingine. Ni kwa ajili tu ya pengo ambayo imeachwa na wale hawako mahali hapa, na wale ambao umeshafikiwa na usiku wao. Haujui usiku wako ni upi na utakuja katika njia gani. Usiku si usiku ambao tunajua.
usiku wa kawaida. Ni haya magonjwa ambayo yatakuweka chini. Utapata shida ambayo itakufanya hautaweza kufika mahali hapa. Kuna mahali utafika hautaweza kumuita huyu Mungu. Hiyo itakuwa usiku wako. Na usipofanya kazi wakati huu ambapo bado tuko na uwezo, tuko na nguvu, usitarajie kwamba kuna wakati mwingine. This is your time to do what you are meant to do. This is the time to serve God, because He has chosen you for a reason, for a purpose. You are not just here because it's because you are supposed to be here. You are not here because you are here to do on your own things, or to do what you are meant to do with outside what God has planned. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mungu amekuweka hapa kwa ajili ya kazi yake. Tufanye kazi yake kwa roho yake moja. Tusifanye kazi tukitarajia kulipwa. Tusifanye kazi tukitarajia kuinuliwa. Tukitarajiwa kusema kwamba hapa umefanya vizuri, umefanya zaidi. Tufanye tukiangalia Mwenyezi Mungu. Tutarajie malipo kutoka kwake. Kwa maana tukitarajia wanadamu watakufailisha. Lakini huyu Mungu naye akianza kukubariki, akianza kukuinua, hakika mwenyewe utajidarau. Utasema sikutarajia. Lakini Mungu atakuwa amepangia. Provided true, ujitolee kwa ajili ya nyumba yake. Ujitolee kwa ajili ya nafsi zake. Kuna nafsi mahali zinahitaji kutiwa moyo, zinahitaji kusemezana nazo, kwa maana wanajiona kana kwamba wametupwa. Hata watu wao hawana shughuli nao, wamewasahau kwa ajili ya hali ambayo wako ndani mwako. Lakini wewe ukijinyima ujitume kwenda kufikia hizo nafsi, hakika Mungu mahali alipo atafurahia, kwa maana ataona huyu mwanangu anafanya kile ambacho nastahili kufanya. Anafanya kile ambacho nilimtuma akaenda kufanya. Madamu ni mchana, tukaweze kamilisha ile kazi ambayo alituachia. Ile kazi ambayo ametupa tukaweze fanya. Tusikubali watu watuhangaishe. Usikubali mtu akutoe katika njia zako. Usikubali mtu akutoe katika anga yako. Wewe na Mungu ndio unajua mahali anakupeleka, na mahali umefika ni yeye tu. Si yule rafiki yako, si yule jirani yako. Usiogope chochote ambacho wanasema kinyume nawe. Usiogope chochote ambacho wanafanya kinyume nawe. Kuna wale ambao wako lengo lao ni kukutoa katika uwepo wa Mungu. Hasa wakiona ni mtu wa kujitolea, ni mtu wa kujipeana kwa Mungu. Kuna njia watatumia, kuna yale maneno ambayo watanena, lakini tusimame imara na tukaweze timiza kazi yake. Kwa maana mwishowe tutaulizwa, nilikupa hii kazi, ulitimiza, ulifanya? Tusije tukahukumiwa kwa kile kitu ambacho tuko na uwezo wa kufanya, tuko na uwezo wa kutimiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Anasema wacha nikaweze timiza kazi ya mwenyewe aliyenituma. Hata nasi tukaweze fanya kazi ya mwenyewe aliyotutuma. Kwa maana 5 inasema kwamba nikiwa hapa duniani mimi ni nuru, mimi ni mwangaza. Wacha nikaweze ng'aa, watu wakaweze nitazama. Na wakikutazama ni nini wanaona ndani mwako? Wakikutazama wanaona wewe kama nani? Ni nani wanaona ndani mwako? Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana kukiwa na mwangaza hivi, kila mmoja anakuona, kila mmoja anakutazama. Kuna jambo ambalo litafanya huyo mtu asema hakika, I wish ningekuwa mtu kama fulani kama fulani. I wish ningefanya kama fulani na fulani. Kumaanisha kuna kitu kizuri ndani mwako ambacho kimemvutia hadi anatamani akaweze kuwa kama wewe. Hadi anatamani akaweze kufanya kama wewe. Anatamani kutembea katika zile njia ambazo unatembea. Kwa maana anajua aliye ndani mwako si yule ambayo aliye nje. Aliye ndani mwako ni mkuu. Anakuelekeza jinsi ilivyo. Anakuhimiza jinsi ulivyo. Hawezi enda kando na mapenzi yake. Hawezi enda katika njia zako mwenyewe. Ukiwa na yeye uko salama. Ukiwa na yeye hutachelewa kwa jambo lolote. Wacha tukaweze jitolea tu kwa ajili ya nyumba yake, kwa ajili ya kazi yake, kwa ajili ya nafsi zake ambazo hazijielewi, hazijitambui popote zilipo. Na tukaweze fanya kazi yake kwa moyo safi. Kutoka ndani ya roho yetu
tusiwe watu wa kulazimishwa, tusiwe watu wa kufuatuliwa, tusiwe watu wa kutafutwa, tusiwe watu wa kulipwa. Kwa maana Mungu atakuuliza, kulipa utalipwa, lakini Mungu naye atasema wewe umeshapokea malipo yako, hakuna haja ya kukuongezea. Tusije tukawa limited kwa baraka zetu, tusije tukawa limited kwa hatima yetu. Kuna hela ambayo Mungu ametupangia, ametutengea. Kila mmoja Mungu amemtengea baraka zake, amemtengea mahali pake. Wakati ukifika atamkaribisha. Italingana na matendo yako, italingana na ile ambayo unafanya. Anasema, I'm the light of the world. Let your light shine before men, so that they can be able to see your good works and give glory to God who is in heaven. Bwana Yesu asifiwe. Because proper work will glorify God, but in proper faith will glorify men who are here on earth. Bwana Yesu asifiwe. So ni vizuri kujua na kujitambua. In whatever you do, it's good to know. Is it good? Is it something that you can present before God? Is it something that will make him happy? Ama ni kitu cha kumhuzunisha, ni kitu cha kumkasirisha? Tufanye ile ambayo hata sisi wenyewe ukitoa ama ukipeana unasema hakika hiki Mungu atafurahia, hiki Mungu ataona hakika nimefanya jambo, naye atakufungulia milango mahali kwingine. Kwa maana kila mmoja ako na kazi katika nyumba ya Mungu. Kukua mahali hapa si kukua tu kwa sababu lazima kwende kanisani. You have a task to do. You have a mission to accomplish. Wacha tukaweze kuwa watu wa kuchukumika, tukaweze watu wa kujituma, tukaweze watu wa kuelewa na kutambua, why am I here? What am I supposed to do? Once unaelewa hivyo, once unajua hivyo, things will be easy. Hautapata kwamba kuna uzito, hautapata kwamba hiki siezi, hapa siezi. Kunaye mwenyewe, si kwamba wewe ndio unafanya. Kunaye mwenyewe ndiye anafanya, kunaye mwenyewe ndiye anakuelekeza. Bora tu tukaweze mtii, na pia tukaweze kuwa watu wa bidii, watu wa kujituma. Ujue kwamba by this time I'm supposed to be somewhere doing this and this. Lakini watu tumejitengea time katika nyumba zetu, katika kazi zetu, lakini katika nyumba ya Mungu inakuja the second priority. Hiyo ni Mungu ambaye astahili. Mungu inamfanya anakasirika. Mungu haezi furahia, kwa maana yeye ndio kielelezo, yeye ni kila kitu, yeye ni mwanzo. Alafu hizi vitu zingine zinakuja baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Na usifanye kitu ukiangalia mwenzako, usifanye kitu ukitarajia hili, usifanye kitu ukichunguza watasema nini. Wewe fanya na moyo wako wote, jitolee, fanya. Hata wakikuongelea, demo wanaongea, demo unafanya. Hiyo ndio itakuwa tu njia moja ya kuwanyamazisha. Lakini wakiongea na uwache, utakuwa umenyamazishwa. Tusikubali kunyamazishwa katika nyumba ya Mungu. Tusikubali kunyamazishwa kwa kazi ya Mungu. Tuko na majukumu ya kufanya. Mungu ametuweka hai tena kwa ajili ya kitengo, kwa ajili ya hii nafasi, kwa ajili ya hii nafsi. Wacha tukaweze fanya, wacha tukaweze itika ule mwito. Kwa sababu wakati utafika, utatamani kufanya, utatamani kutumia, lakini hautapata hiyo nafasi. Wakati wako utakuwa umeisha, kwa sababu utukapa, lakini hatujui usiku wetu ni lini. Hatujui ya wakati ni lini. Na wakati ukifika, hautakuwa na sababu ya kusema nilitaka nimtumikie, lakini nini? Hii ni masaa, hii ni wakati. Wacha tukaweze simama na wacha tukaweze fanya ambalo linatupasa kufanya. Na usione mwenzako anaenda njia ambazo hasifai, anafanya mambo ambayo hayafai, lakini wewe nawe umetulia tu. Wewe nawe ndio unampongeza, unasema umefanya vizuri, unasema hapa umeenda vizuri, unasema hata pia mimi nilitaka kufanya hivi, na ili hali unajua ni jambo ambalo si mzuri. Hapo hutakuwa unafanya kazi ambayo Mungu alikutuma ufanye. Kwa maana alisema ya kwamba ukiona mtu anafanya jambo mbaya, mkataze. Akikataa, hatana naye.
wacha Mungu mwenyewe akaweze dili na yeye, Mungu mwenyewe akaweze kukutana na yeye. Lakini wewe utakuwa umefanya pati yako, wewe utakuwa umefanya kazi yako, utakuwa umefanya jukumu lako lenye Mungu alikusudia kukuweka wewe hai siku ya leo, kukuweka hai masaa kama haya. Kwa sababu ukisoma Ezekieli 3:18-19 nasema, if I announce that this evil man is going to die because of his sins, because of his evils, he will die as a sinner. And if you never want that person, you never advise that person to stop his evil ways, you will be in charge. You will be in charge. God will require your blood. God will require your soul. But if you try to warn the person and the person refuses, still the person will die as a sinner, as an evil man. But your life will be saved. Your life will be spared because you've accomplished your mission. You've done your responsibility. You've done what you are supposed to do. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Tusiogope kurekebisha wenzetu. Haijalishi ni nini watasema, haijalishi wataondoka, haijalishi utaachiliwa, lakini jaribu kufanya yale ambayo yanastahili. Kwanza tukaweze timiza maandiko. Usitoe maandiko yoyote. Maandiko yanasema ya kwamba ukisoma Revelation 22:18 nasema, don't add or delete or omit any word that is written in this book. Don't omit any word of the prophecy. Because if you add, God is going to do something in your life. God is going to add the blackies ama tauni katika maisha yako yenye yameandikwa katika haya maandiko. Usikubali tauni ikupate. Usikubali tauni kushika katika familia yako, katika maisha yako, kwa ajili ya mambo madogo, kwa ajili tu ya kuogopa mwanadamu, kwa ajili ya kuogopa kukejeliwa au kukataliwa. Kubali yote na ufanye yale ambayo yanastahili. Na nasema, if you add any word or you omit any word from this word of prophecy, kuna jinsi anaenda kufanya, anaenda kupunguza. There's some fruits that he has prepared for you. There's some good things that he has prepared for you. So if you omit, anaenda kuondoa. Anaenda kuondoa yale mazuri ambayo amekupangia. Anaenda kuondoa zile baraka ambazo amekutengea. Anaenda kuondoa yale ambayo amekutengea mwishowe. Yale makao amekutengenezea, anaenda kuyaondoa. Kwa maana wewe unafanya kinyume na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Wacha tukaweze kuwa na msimamo. Wacha tukaweze kuwa na mwelekeo. Na tufanye kale ambalo Mungu anataka tufanye. Let us preach the gospel the way it is. Let us preach this Jesus. Let us proclaim his kingdom. Let us proclaim what he has done. Let us bring other people to know that actually God is there. And he's able to do this and this. That's us human beings that we cannot do. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Tusifanye maandiko kuwa kitu kingine. Soma maandiko jinsi yalivyo. Eleza jinsi maandiko yalivyo. Fafanulia watu maandiko jinsi walivyo. Ili wakaweze pata kuelewa. Ili wakaweze kujua ni nini wanastahili kufanya. Wakaweze kujua ni njia zipi wanastahili kutembea. Lakini tukisema kwamba wameandika kwamba acha dhambi, na wewe instead ya kusema acha dhambi unasema fanya dhambi. You see, you are contradicting the gospels. Lakini Mungu hapendi hivyo, kwa sababu nikana kwamba uamini yale ambayo Mungu ameandika. Lakini Mungu yenye ameandika ni yale ambayo tunastahili kufanya, na yeye ndio kila kitu. Yeye ndio muweza yote. Hakuna awezaye kuondoa ama kuweka kile ambacho Mungu ameondoa. Hakuna wezaye kuondoa kile ambacho Mungu ametuwekea. Baraka zako jinsi alivyoziweka, hivyo jinsi zitakavyokuwa. Maisha yako jinsi alivyoyapangia, hivyo itakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana still when you read
That's Revelation 3:17-18 nasema Mungu ako na ufungua maisha yako. Mungu ako na ufungua baraka zako. Hakuna atakayezuia. Akifunga amefunga, akifungua amefunga. Bwana Yesu asifiwe. Simameni kwa miguu yetu.